Mama. Mbona meza leo imepoa vipi? Si kawaida yako. Hana wewe uwaga unakiamsha mpaka mezani. Mbona leo uongei? Sisikii kuongea. Nisikia kuongea. Wewe mama wewe. Bali yako nzito. Haya. Unaona kweli haujisikii leo. Asha. Ni mboga ambayo ina chumvi sana vipi? Wewe. Mama. Unavuka mipaka sasa. Unakoelekea unakwenda kuvuka mipaka. Wewe unamuuliza Asha. Mboga imezidi chumvi, wewe kama nani? Wewe kuna share yoyote ambayo unaitoa wewe kununua kitu chochote humu ndani? Anayotakiwa kukosoa kitu chochote humu ndani ni mimi. Sawa? Sasa kama ni chumvi, sijui chakula, sijui kina ndimu, kina nini, mimi ndo napaswa kukosoa. Sawa? Wewe ukihitaji kula. Sawa? Tangia lini? Sasa mwamu. Kwa chakula yako ni wewe peke yako ambao unakula. Kwa hiyo hata kama kisi akina raza, ni nyamaze tu. Sikia wewe. Wewe sio ndo unaomlipa huyu mshahara. Mwishoni mwa mwezi kwamba ukifika wewe ndo ukatoa pesa ukampa huyu mshahara, mimi ndo ninaotoa mshahara. Kwa hiyo ukaa katika sekta yako. Sawa? Mimi ndo mwenye mamlaka kwa huyu, sio wewe. Lakini yeye kwani sikamuuliza tu hapo? Kwani kuna ubaya gani hapo? Atazoea huyu. Unajua hizi tabia za ajabu ajabu. Manake ni kama swala la kukosoa, ilitakiwa nikosoe mimi. Ila tambua kitu kimoja, sijaipenda hii ya leo. Hivi mfano, mimi ndo ningekuwa nimemsema yule mdogo wako, afu akanyanyuka hapa akaondoka. Hivyo ungenifikiriaje mimi? Si ungeniambia mimi nawatesa? Kama kwenye haki, mimi hata kama akiondoka na aondoke, mimi ninachokizungumza hapa ni haki. Kwani kuna ubaya gani? Kwani sikaongea kabisa? Kwani wewe kimekuuma nini kutajwa Asha? Kimekukera nini? Kwani kaambia mtu aondoke hapa? Wewe kelele bwana. Yaani wanakera huyu. Kula. Ukimaliza kula, utachukua chakula. Sawa? Utampelekea. Weka hapo chakula. Kula ukishashiba tayari, ndio utachukua iko chakula utampelekea. Usitaki kibarua kiote nyasi ndugu wangu. Weka chakula chako chini, kula ukimaliza muda wowote ambapo yeye atapokuruhusu utaenda kumpelekea. Kula mdogo wangu. Lakini hivi na njaa. Angekuwa na njaa asingeacha chakula hapa. Nyinyi kuleni. Mkishamaliza kula, akishachukua chakula utampelekea, ataenda kula huyo. Yaani mimi napenda kula. Wewe upendi? Hapo wewe. Usinyoshe kidole. Ndio unavonikera wewe. Ndugu yako mimi nakukera nini? Ni siri sasa kwa Yaani mimi na stress hata mama katubambikia. Sasa kwa kweli kasirika na mimi kasirika. Huko unakoelekea sasa mdogo wangu huko kubaya. Matusi yani. Haya matusi. Kwa unasemaje? Unataka na mimi unataka? Njoo. Jamani, tupo mezani tunakula. Hebu tule. Nani? Tukitoka kwenye majambo yako basi. Mama jambo. Tumekuleta nini? Achana na Asha. Kabla sio kujikusanya hapa ni. Unajua kuna siku ilikuja. Na wewe Asha. Sio kwa sababu utaka hisia zangu sana. Wewe. Njoo. Hapo mbona kelele wewe? Wewe bale kuhusu wewe unajua kuhusu. Wewe. Kaa. Jambo. Sijamshika.
Wewe hapa nadhani kuja hapa sio mara ya kwanza. Hii ni mara ya pili. Kwani hapa unamfuataga nani? Unamfuataga Asha. Basi sawa. Asha yupo ndani. Tangulia mbele hapa. Dada. Wewe. Bwana kelele bwana. Hapo unafanya nini? Nione vile. Wananiangalia mimi? Umenisahau? Nataka mishuti. Na kwanza mimi kunita vilasi staki. Umenielewa? Nione vile macho yake. Ando bundugu. Ismail. Amen. Nimepata salamu zako kutoka kwa kakako Gado. Kadri ya maelezo yake kwamba wewe ni mtoto wa 2000 cheupe, umefall in love kwangu mimi. Yaani ikiwa na maana wewe unanipenda mimi. Sasa Gado unafahamu. Nimeshinda muda mrefu sana. Kwa makozi yake nishazoea mpaka sasa. Nikiona sio vema bora nikuite nikuulize. Yeah. Swala lilo mkia Gado. Liko sahihi. Kwani umwamini kakangu? Na ndio maana nikuuliza. Kwa sababu mimi nafahamu fika. Ni kweli nakupenda. Oh, wow. Kwa umenipenda fi. Sawa. Na wanithibitishaje mtoto wa chuo kama kweli mnanipenda? Thibitishie. Maneno yangu tu dhahiri kama unajua kama nakupenda. Au nitaka nifanye nini ndio ujue kama nakupenda? Swali zuri. Watu wanaopendana siku zote kwanza ukaa karibu kwa gumu sana. Kumbe kama kweli unanipenda, sogea karibu. Ili nikuguse niamini kwamba kweli unanipenda. Unafanya nini hapa? Mama nilikuwa namuelekeza kuhusu masuala ya masomo kuhusu. Umwelekeza masuala ya shuleni. Wewe umeenda shule? Ismail. Ulikuwa unafanya nini hapa? Alikuwa tu ananifundisha. Mama ni masomo. Masomo mlikumbatiana? Ismail, mimi namaliza pesa zangu. Ninamaliza kila hila katika maisha yangu ili kukusomesha Ismail. Kaka peni ilianguka. Mwamu. Ni mama ni masomo tu. Masomo? Wewe mwamu. Sasa hivi ulipofikia umenishika pabaya. Unanifurahisha sana mama. Kumbe inakuwa inachoma na inakera. Basi usibwate tuongee kiustaarabu. Unaponibwatia tambua kwamba mimi ulisema kwamba mimi nilienda jandoni. Kauli hiyo naikumbuka. Mtoto akiwa anatakiwa kukaza. Na kweli mimi nikakaza. Kwa hiyo mwamu kaza. Umefika pabaya. Toka! Sasa toka. Tata kuona. Mwamu kitu sichokijua kwamba mimi ni mdogo kiumri. Ila akili zangu zimevuka. Nafahamu mambo yako mengi.
ila nikutunzia siri kama mtoto wa kiume. Leo kwa kunitambua ile, basi tunza siri. Mwamu, sio kwa hili. Nasema hivi, sio kwa hili. Na hapa nimekuchoka hivi. Na kuanzia kesho, nasema hivi kuanzia leo. Yaani kesho ukiamka tu, hakikisha unakusanya kila kilicho chako. Unaondoka. Fine. Sawa. Mimi kesho nakusanya kila kilichokuwa changu. Ninaondoka. Ila leo hii naenda kumweleza sister ni uchafu wote ambao umeifanya. Hivi haijalishi. Haijalishi, nimesema huko ndani vile unatoka. Sawa, sijakukatalia kwamba mimi natoka kesho. Ila leo mimi naenda kumwelekeza sister ujinga wote ambao unaufanya. Tumemaliza. Hivi. Hebu tulia. Hivi. Unafahamu kabisa mimi na dada yako namna tunavyopendana. Mbona naona linanichoma sana? Nisikuchome. Yaani hapo kumalizia kwako. Maana mimi kufunga kwangu naona mimi mjinga sina akili na wewe unanipandishia sauti. Sasa sikia. Na hisi umetambua kwamba mimi na mahusiano ya mapenzi na mdogo wako. Na itabakia kwa hivyo. Ni basi. Au la, nikamwelekeze sister ujinga wote ambao unaufanya. Kwa hiyo kesho mimi naondoka. Umeamua kulipa kisasi, si ndio? Sijalipa kisasi. Sijalipa kisasi. Ila ndio liko hivyo. Wewe nataka chaguo hilo moja. Nibaki au la niondoke nikamwelekeze sister uchafu wako. Baki. Na mdogo wako kumwacha. Sawa. Lazima kucheka na mimi sio sababu. Uwe na mipaka yako, umenielewa eh? Wewe unashika kiuno kama nani? Na ili iweje? Ina maana vile hajakwambia chochote? Kuhusu nini? Vile nilimtuma mimi. Kwamba nikwambia mimi nakupenda. Ulimtuma vije kuniambia mimi unanipenda. Ulishindwa mimi kuniambia mwenyewe kama unanipenda. Na leo kwa shauri mbona umesema ndio nakupenda? Kama wewe hujui kusema ndio nakupenda. Leo mbona umelisema? Sasa nisikilize. Huyo vije niambia chochote. Na kuanzia leo mwili wangu ona kituo cha polisi. Sasa mbona niambia fresh wewe nenda? Ndio nishakwambia. Iwe fresh iwe nini. Ona kama kituo cha polisi. Sina dogo kama mkuu wa kituo. Tena kwa usinitibue. Basi. Huyo vile mwambia nini? Shemeji. Nimekuja hapa kwa kuna swala moja kuhusu Vipi tena kufanyaje? siku ya kwanza kuja Asha hapa nilivutiwa kumpenda, lakini cha ajabu yeye akawa ananivurugia nikawa simuelewi. Akaja sister wangu ndani tukapanga plan kwamba nimtongozee sister, yeye atanitongozea Asha, lakini cha ajabu Asha yeye sister yeye, unashangalia usitokielewa Masikio yangu. Sasa basi mwambie hivi aniachie mwanamke wangu. Na cha ajabu sasa ameshakuwa na mahusiano ya kimapenzi na dada yangu na Asha. Sasa usishangae mwakaja akakuletea mimba. Mimba tena? Mwambie. Mimi mwenyewe sina akili hata kidogo. Mimi mwenyewe muuni kwa nilipo toka usinione hata nimekuja hapa mambo ya saba. Umenielewa? Kutakuwa kama siri ya undani.
Sawa shemeji, nimekuelewa, nitamwelekeza. Tena mwambie sihitaji tena aniunganishie kwa Asha. La sivyo nakutana na shemu. Wewe nitakufanya kitu mundani. Mimi nakwambieni hivyo. Hapa kutakuwa kama isilia hapa mundani. Lakini shemeji, sasa yule mtoto yule anataka kuvunja ndoa yangu. Nitakuonesha. Naam. Bali yako. Niambie, unaendeleaje na kazi yako hapo na mazingira hapo? Kuhusu kazi bosi, mimi namshukuru Mungu. Na pia niseme nashukuru tu watu wa ndani. Kwa sababu tunaishi vizuri na kula kwa wakati na furahi na enjoy. Lakini bosi, kuna swala moja tu ndogo linaloniumiza. Kuhusu mazingira ya jua na mvua na misukosuko. Hilo ndio. Sawa. Unajua hapa katikati kidogo bajeti zangu zilikuwa ziko sawa. Kwa hiyo hivi karibuni nina imani kabisa kwamba bajeti itakaa vizuri. Hivyo nimepanga kabisa kwamba nitakutengenezea mazingira vizuri hapa. Hapa wewe unakujengea. Naam. Kwa hiyo hapa. Hapa. Kwa hiyo kutoka hapo tutakuwa unaenda hapo unafungua unarudi. Sawa. Hapo nitatengeneza mazingira mazuri ya kufanya kwamba usichomwe na jua. Lakini pia nitakufanya ukae sehemu nzuri ambayo utakuwa umejistiri na zoezi nzima la mvua. Kwa hiyo hata usiwe na wasiwasi. Lakini pia kuna jambo ambalo ninalo. Naomba uchunge sana lile geti. Kwa sasa hivi kuna vitu bado vinanivuruga katika akili yangu ambavyo vipo huko ndani. Sidhani kwamba hivyo vitu vinatokea na watu wa nje ambao wanaingia huko ndani au ni vurugu tu za ndani kwa ndani huko. Hivyo basi ninachokihitaji unapokuwepo getini pale, hakikisha anayeingia huko ndani basi unamfahamu. Isiwe kama dangulo, yani akigonga mtu unampitisha tu anapita ndani. Akigonga mtu unampitisha ndani. Isiwe hivyo. Sijui unanielewa. La kwangu mimi ni hilo. Sawa, bila bosi. Kuna jambo kidogo afu like. Hivi hujanizoea tu, mbona unaonekana mnyonge sana unapokuwa unaposema. Hebu kuwa happy. Maana umekuja yani unajikunja unaongea kiunyonge kabisa. Mimi kama brother wako tu, isipokuwa kinachotofautiana hapa kwamba mimi ni bosi, wewe ni mfanyakazi wangu. Sawa? Acha kujibana kama hivyo. Hebu funguka. Kuna tatizo gani ambalo unalo? Lakini samahani kama nitakosea na utaisi kama naingia familia yako. Kila jambo hili la siri linahitaji jambo hili la siri bosi. Sogea hapo niambie. Sogea hapa.